Sasa leo nitawaambia baadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo vinatokea boarding kwa sisi tuliobahatika kuviona, kuvishuhudia. Kwanza ukiwa unasoma boarding, ukiwa unasoma shule za boarding sekondari, nasemea sekondari, shule za boarding, wewe bwana, usipomisi ugali wa nje, yani usipomisi chakula kile cha nje tofauti na cha ndani ya boarding, au hujasoma boarding my friend. Kama umesoma boarding na unaelewa ile michezo ya kuruka ukuta na kwenda kutafuta hata ugali dagaa nini, au kuomba ile, unakuta na mtu kaja na wali kautoa huko nje. Maana tuko tunasema kwamba ukiona mtu kaja na dagaa wa kukaanga wakati wa kugaiwa kile chakula wakati watu tunakula, basi huyo siku hiyo wakishua sana. Huyo ni wakishua. Nakumbuka siku moja kulikuwa kuna tukio lilitokea bwenini. Mimi nilibahatika kusoma huko shule za boarding, lakini za kijijini huko. Boarding za mjini hatujabahatika, wengine tulisoma boarding za kijijini huko. Kuna mambo fulani ya kishirikina hapo kule. Sasa mambo ya kishirikina, unajua kila mtu anatamani kujua ushirikina upo. Kwa sisi tuliosoma boarding kwenye shule za vijijini, tulikuwa tuna mchanganyiko wa watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Afu kuna mambo fulani hivi ya kishirikina. Sasa mule kuna muda tu mnakaa, mpo prepo au nje ya prepo, mnapigana story. Bwana fulani mchawi, fulani anawanga, fulani anapotea. So ile kitu bwana niko naipenda sana kuisikiza story zake. Maana story fulani hivi ziko, unajua tena ile mida ya kulala ukaanza kupiga story zile, bwana wangu anapotea, unataka kujua anapoteaje. Mchawi kivipi? Mwaka kamkuna mjua vizuri yule. Yule noma. Sasa mimi niko na kipindi niko boarding, nilikuwa nacheza mpira vizuri tu. Na nilikuwa nategemewa sana. Sasa kuna ile kwamba tuna mechi, mtu anakuja na dawa, tukatoa dawa wapi huko, pakeni miguu na paka nini. Sasa tukafungwa, tukashinda. Sema unajua katika akili za shuleni, basi unaziamini tu zile dawa na paka. Mtu mpaka unajua kwa sababu gani dawa imezingua, mvua ilinyesha, basi tutadanganyana pale. Ndio maisha ya shule bwana. Siku moja bwana, kweli siwezi kusema kwamba ni uhakika. Bwana, mko kuna mtu mchawi mwe. Kuna mtu mchawi mle bwenini. Yule jamaa alitusumbua sana. Naomba kidogo story yake kidogo, kwa sababu nasema jamaa alitusumbua sana. Yule jamaa alikuwa innocent darasani, yani bwenini, yani katika watu ambao hawagombani na mtu, hawataki vurugu. Yani ni mtu fulani ambao yeye alikuwa anashona kwanza viatu. Yeye mshonaji. Kwa tranka lake kufungua bwana, daftari ana uzi za kushona, uzi mweupe sijui mweusi. Yeye kazi yake kushona viatu tu. Unampa chochote kitu, au kama ni msosi utamuongezea msosi au maharage, yeye unampa kitu chako na kushonea. Alikuwa yuko vizuri sana. Mipira ya shule yeye ndio anashona. Yule jamaa bwana, darasani kwa hamna kitu. Hamna kitu kabisa, yani yeye kwa mwisho hastuki. Yani kwenye adhabu mkuti. Sijui tunatakiwa sijui nini, kumwagilia sijui nini, sijui maji sijui nini, kumkuti kwenye hizo adhabu zote. Hoga anakwepa, sio anakwepa, yani hagombani na walimu, yani anafuata sheria zote. Anafua nguo, umkuti sijui kucha, umkuti sijui kwenye kitu fulani. Ni mtu mmoja kwa yupo kawaida sana, yani niseme katika sio smart, yani katika wanafunzi kawaida, yeye alikuwa mwanafunzi wa kawaida sana. Yani ni mtu ambaye kiatu chake nakula sawa cha kizamani, lakini tukakipiga
kiu hivyo hivyo, yaani huwezi kumjaji kwa chochote kile kibaya. Basi bwana, yule mwanafunzi sasa, yule bwana ndio danger. Nikisema danger yaani walikuwa wanasema kwamba yule ndo mwangaji. Siku moja tukasema tujaribu kumwangalia yule mtu anawanga kweli.